watu wenye kusubiri. Toka juzi mmemtengua Sheikh Walid, Waislamu tumekuwa na subira. Mufti na jopo lako lifikirieni tena. Kuna Okay, basi sawa. Tukizidi kuendelea bado na ili sakata la mwanadada Bella kutokea Burundi kuhusiana na Sheikh Walid wa Dar es Salaam. Bwana, maneno haya lakini pia na video zilizokwenda kupostiwa na mwanadada Isabella zimekwenda kuwa trending, lakini pia kuwa mada kubwa sana, sio tu Dar es Salaam lakini pia Afrika Mashariki. Sasa Mwijaku ameweza kuibuka na maneno mengi sana kuhusiana na mwanadada Isabella, lakini pia na Baraza la Kiislamu Tanzania ambalo linafahamika kwa jina la BAKWATA. Bwana, amewashauri mengi sana Mwijaku, lakini pia ameoni vitu vingi sana kuhusiana na hili jambo kuweza kuchukuliwa hatua kwa haraka, lakini pia amemtuhumu huyu dada kusema kwamba amefanikiwa basi kile kitu ambacho alikuwa amekipanga kuweza kumwachisha kazi, lakini pia kumchafua Sheikh Walid. Ameongea mambo mengi sana, lakini speech yake ina mapungufu, lakini pia ina mambo mengi mazuri ambayo amekwenda kushauri. Sasa kwenye upande wa mapungufu ya speech au maneno ambayo ameongea Mwijaku ni kwamba amefanikiwa kumchafua, yani ameenda direct kwamba huyu dada ana makosa kuweza kuongea mambo ambayo ameweza kuongea, lakini huenda yakawa na ukweli hayo maneno au yasiyo na ukweli, lakini tuelezee katika upande mmoja. Kama maneno haya ameweza kuongea ambayo sio ya ukweli, basi ni kweli amefanya kosa kuweza kumchafua shehe, lakini pia kuichafua dini ya Kiislamu. Lakini kama maneno haya mwanadada kuitwa Isabella au Bella kutokea Burundi ni ya ukweli, hajadanganya chochote kile, ana haki 100% ya kuweza kudai, kwa sababu mambo ambayo yamejitokeza ambayo ameelezea mwanadada Bella sio mazuri. Kwa hiyo yanachafua hata taswira ya shaha, lakini pia yanachafua taswira ya misingi ya kiimani. Kwa hiyo hatupaswi kufumbia macho, lazima tuongee ukweli. Kama mwanadada Isabella yupo sahihi na ushahidi wake ni ukweli, kweli Sheikh amekosea. Lakini kama mwanadada Isabella alitumia mbinu za kumchafua, lakini pia kuchafua imani, kweli amefanya makosa mwanadada kuitwa Isabella. Kwa hiyo Mwijaku ameenda moja kwa moja, ametoa hukumu ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwenye speech yake Mwijaku halijakaa sawa, lakini pia kwenye video yake halijakaa sawa. Lakini mambo ambayo yamekaa sawa kwenye speech ya Mwijaku ni kuweza kushauri katika misingi maalum. Hakuna binadamu ambaye hajawahi kosea. Kweli tunajua hakuna binadamu ambaye hajawahi kosea. Binadamu wengi tunakosea, lakini tunatubu kila siku, tunatubu. Kwa hiyo Mwijaku amezungumza mambo mengi sana. Kwa hiyo kama binadamu tunakosea, basi na shehe kama kweli alifanya makosa, amekosea, arudi kwenye kazi yake ya kila siku, kwa sababu shehe amekuwa ni msingi, lakini pia ni nguzo kwa watu wengi sana. Hayo ni maneno ya Mwijaku ambayo tunaenda kuyaongea, na mimi pia nakuachia kidogo uweze kuyasikiliza, uweze kuelewa vizuri. Bye bye. Hadi wakati mwingine. Bwana, assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nilikuwa napitia baadhi ya vitabu ambavyo sisi Waislamu tunakuwa tunavitumia sana katika masuala mbalimbali. Sasa nilikuwa nalifuatia swala la Sheikh Walid. Kama kweli masheikh wamekaa shura na kukubaliana kuwa wamtoe Sheikh Walid katika nafasi ya ushehe wa mkoa wa Dar es Salaam, walikuwa wamekosea, kwa sababu tukumbuke Sheikh Walid ni binadamu kama binadamu mwingine. Hilo la kwanza. Hakuna binadamu aliyekamilika. Naweza nikasema masheikh wenyewe walokaa shura, kila mtu kwa nafsi yake kuna ovu analifanya na kukosea Mwenyezi Mungu. Bahati mbaya tu halijatambulika au halijapata nafasi ya kusogea kwenye maki ya kibinadamu. Nimuombe Sheikh mkuu Mufti, wanasema inna Allah ma'a sabirin, Mwenyezi Mungu yuko na wale watu wenye kusubiri. Toka juzi mmemtengua Sheikh Walid, Waislamu tumekuwa na subira. Mufti na jopo lako lifikirieni tena. Kuna muda hatupaswi kufanya maamuzi kuridhisha management au bodi au masheikh fulani, tufanye maamuzi kwa sababu ya faida ya Waislamu wote. Ndio maana kwenye hutuba kila imamu anayesimama atasema naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu, kwa sababu kila nafsi hapa binadamu haijakamilika, alikamilika ni Allah. Iweje masheikh wanakaa shura kisha wao wanamhukumu Sheikh Walid kwa story wanazoambiwa au kwa taarifa wanazozipata? Niwaulize masheikh walokaa shura, wao wamechukua milki ya Mungu ya kufanya maamuzi na kuja na decision? Wanasema tumemtoa Sheikh Walid kutokana na mienendo yake mibaya katika nafasi yake. Niwaulize, anayejua huyu ana mienendo mzuri au mbaya na akatoa judgment katika mienendo hiyo ni nani? Ni nyinyi masheikh au Allah? Kama Allah ndo anatoa suluhisho ya mienendo mibaya ya mtu na sio sisi binadamu, basi atakupaswa kumtoa Sheikh Walid kwenye nafasi yake ya kuwa sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna faida mbili. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia watu wenye nguvu ambao ni makafiri ili kusaidia Uislamu. Ndio maana kuna baadhi ya makafiri waliingia kwenye Uislamu na wakapewa nafasi kubwa kwa sababu walikuwa na nguvu na ushawishi mkubwa kwenye jamii ya Makkah Mukarram. Sheikh Walid ni miongoni mwa mtu ambaye ana ushawishi na nguvu kwa jamii.
Hivyo tungemtumia yeye kusaidia kueneza Qur'ani na maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ushawishi wake na nguvu yake tunaenda kuidhihaki na kumtoa, tunaweka watu kwa tamaa za madaraka. Sheikh mkuu, fikiria hili. Wewe ni shekhe wangu, najua fikra na hekima ulizokuwa nazo. Sheikh Walid ni mtu ambaye tunapaswa kwenda naye. Vijana wengi walikuwa wanarudi kwenye imani, kwenye Uislamu kwa sababu za kauli zake na ujamaa wake alioweka kwa watu. Mimi binafsi nimeshaona naye zaidi ya mara 3 kwa changamoto zangu za